Ndishi, sisi hapa ni familia ya marehemu Mwalimu. Kama hapa mnapoona, hii ni moja ya nyumba ambazo alikuwa anamiliki Mwalimu marehemu, na kama mnavyojua alikuwa mchumi, mzalendo, mpenda haki, mpenda maendeleo na sio mtu wa kujilimbikizia mali. Na ndio maana mnaona hii nyumba baada ya kupata uhuru kama miaka 10 ndio yeye alihama hapa akahamia kule Msasani, Dar es Salaam. Lakini hapa mnavyotuona ni ndugu kabisa. Huyu ni mtoto, huyu Mwalimu alikuwa anamuita kitukuu. Wakati Mwalimu anafariki Uingereza, huyu alikuwa ndo anazaliwa. Lakini pia mtoto ambaye alipenda kumlea kwa sababu ya mazingira yao yalikuwa duni. Mwalimu alikuwa anapenda, kama viongozi wengine sasa hivi mnavyoona wanachukua watoto wanawadopt wanalala, lakini pia huyu ni mtoto pia wa kaka yetu wa pili kuzaliwa. Hapa niko na mke wangu na mimi ni mtoto wa marehemu Mwalimu ambaye nina maamuzi. Marehemu aliacha watoto wengi sana kama mnavyojua. Kuna kaka yangu yupo huko anamiliki mkoa, kuna ndugu zangu wengine wako Uingereza, wengine wako Marekani, wengine wako hapa Pada, Msasani pale pia wamejaa tele, lakini mimi ni mtoto ambaye na maamuzi na matamko mengi naongeleaga mimi. Hata matamasha yetu tunaofanyaga huku kijijini Butiama ni mimi na usiku. Kwa hiyo na mimi ndio mtoto wa Mwalimu ambaye nina maamuzi, natoaga maamuzi na ndio nilefanana na mama. Sasa leo kuna mambo mawili nataka nisisitize kwa jamii. Mambo ambayo familia imekaa imeona sio haki, amtendee. Hata akisema leo arudi mwenyewe akaona hivi vitu hatolizika. Cha kwanza, kuna mkoa unaitwa Tabora. Ni mkoa ambao mazao yake makuu mawili tu, tumbaku na asali. Na ni mkoa ambao hauna hata mlima, uko tambalale. Ule mkoa tulikuwa tunauheshimu sana, lakini wenyewe umeamua kutukosea heshima. Mkoa wa Tabora ulikuwa na nia nzuri, nia thabiti ya kuchonga sanamu ya kumuenzi baba yetu, ya kumheshimisha baba yetu. Nia haikuwa mbaya. Naona mbaya ilikuwa kwa mchoraji au yule Refinyanga. Waliamua kuchonga sanamu ya baba yetu, ya mpendwa wetu, lakini matokeo yake wakachonga sanamu ya Mugabe afu anasema ya baba. Kwa hiyo onyo la kwanza, tunaomba lile sanamu pale Tabora litoke. Yule sio baba. Mwili wa baba, sura ya Kaunda wa Zambia. Hatutaki. Waandishi mpeleke ujumbe hivi mzima msije mkapunguza neno lolote. Baba alikuwa na buti lile? Hapana. Kabisa. Baba alikuwa anavaa Kaunda ile? Hapana. Kwa hiyo itoke. Buti limekaa hivi. Hakuwa baba yule. Alafu hata zile ndevu za baba zilikuwa hapa. Baba alikuwa anachonga, anaweka hapa. Vinaitwa vionja mchuzi. Wao wamelimwaga hivi. Hatutaki. Yule sio baba. Kiukweli kabisa. Baba alikuwa mnene? Hapana. Baba yetu sisi alikuwa anasimama hivi. Wamemchora mzee na matege kama mikono ya ndoo hivi. Yule sio baba yetu. Kwa hiyo tunakanusha kama familia, kama mtoto mwenye maamuzi na Basi. Siwezi kulia mbele ya wanaume. Siwezi kulia. Nataka hawa waelewe kwamba sisi tuna uchungu. Kulia siwezi kulia. La pili, kuna kijana anajinufaisha na jina la baba yetu, anapata hela kwa jina la baba yetu, anapata umaarufu kwa jina la baba yetu. Kuanzia leo marufuku. Yaani kazia kabisa hapo. Si ana baba? Ndio. Si ana wazazi? Kwa nini aje huku? Amtumie baba yake. Kwa nini amtagi kila? Kwa sababu ile ya mwisho le. Sisi ni re. Yeye le kali nani? Tena tumesikia. Waandishi mfikisheni. Tumesikia anatumia pasipoti yenye jina fulu la baba yetu. Kitambulisho cha uraia fulu baba yetu. Kitambulisho cha NIDA. Na hata akienda sehemu anaanza mimi sisi kwetu kuna mtu mfupi vile? Hapana. Familia inasema tunatoa tamko mwisho leo. Mwisho leo. Lakini pia kwa jamii inayotuangalia isije kaona sisi hatutaki yule kijana apate ugali, sisi kijana asipate umaarufu. No, hatuko hivyo. Sisi tunataka kila mtu, unajua jina la mzazi wako aliyetoweka duniani, alifanya makubwa kwa nchi yake, likitambulishwa, likitamkwa, linaleta maana, sisi tunafarijika. Lakini mama, jamii, mama, kwa sababu mama pia anaona sisi tunavokaa kimya, labda kweli mtoto wa mzee. Ndio. Na kingine kinachochanganya na ule weupe. Sisi mzee wetu kumwisho alikuwa mweupe. Na kama kwanza tunufaiki na chochote na hilo. Hatunufaiki sisi, anapata yeye. Lakini pia kuna viongozi wengi. Kwa nini sijiite jina lingine? Mbona viongozi wapo wengi? Kaka, sikia, jambo lingine kuongezea. Vizazi vinakuwa siku hadi siku. Vinajua yule ni ndugu. Vitajua ni ndugu yetu. Sisi jamii, tunarudia tena, msituelewe vibaya. Mama yupo Msasani, anaona kwenye vyombo. Lakini
hapati chochote. Lakini pia mama anahisi huyu mtoto anapenya penya mpaka aingie ajulikane na yeye ni wetu. Kwani asijite nani Ngeleja? Watu wako wengi, viongozi wako wengi, majina yako mengi sana. Kuna huyu mama nani huyu alikuwaga waziri huyu, ajiite ndali chako. Kwani ajiite Makamba? Kwa nini yeye baba wa taifa, baba wa taifa, kila kukicha baba wa taifa, baba wa taifa? Mbona viongozi basi ajiite Bibi Titi? Bibi Titi alikuwa mwanaharakati, lakini yule wa kiume jina si basi Titi atoe bibi ajiite Titi. Ni kweli alikuwa kiume, akate Titi ajiite Ziwa. Sasa tukatai Titi Ziwa naingia. Titi na Ziwa ni hapa na hapa. Alafu wanaweza katui sisi tuna nia mbaya. Si hatuna nia mbaya. Mbona kuna watu wengi tu wanalitumia lakini wanadokoa. Unalitumia kidogo kwenye stage, unaiga sauti, unadokoa. Yeye kaling'ang'ania mwanzo mwisho kama ruba. Analifuja. Hata ndugu zako wanakumbuka siku amesema yule una udugu naye. Nikamwambia sina, hatuna udugu naye. Alafu pia mbaya zaidi, juzi kaja kwenye Mwenge Butiama. Wenzake wote wameondoka, yeye kabaki. Pale ndio wanazidi kumchanganya mama kwamba huyu wetu. Alafu sawa, pale kashindwa kuingia kwenye himaya, kapanga guest ya pembeni. Asubuhi anakuja, anasalimia, anarudi guest. Kaa guest kuna huduma zote, unafuata nini huku? Alafu kapiga picha kwenye kaburi kaeka kwenye status. Mimi naona waandishi mnaona, kemeeni hivi vitu, sisi hatutaki. Majina yapo. Kuna mbunge mmoja alifanya mazuri sana huko Ifakara, anaitwa Lukundu Lumwe. Jiite Lukundu Lumwe. Watu wengi wasituelewe vibaya. Sisi sio kama hatutaki amwenzi. Alifanya mazuri, alileta uhuru, anaenziwa. Ila yeye bora yesi ana baba, ndio si ana mama. Ndiyo. Na bahati nzuri naye tunasikia, au bahati mbaya naye alimpotezaga baba yake. Basi aweke na jina amwenzi baba yake. Akimwenzi baba yake na baba yake naye huko atafurahi, sababu baba yake alimzaa, alimlea, akamsomesha, japo hajasomaga nasikia. Alimzaa, alimlea, akazurura hajasoma. Kwa hiyo lazima baba yake pia naye afanyeje? Amwenzi. Kikubwa tunachotaka hapa kwenye majina yake, si anaitwa jina lake inaanza na S, aweke S, jina la babake, jina la ukoo wake, alafu jina la baba yetu likae mwisho. Yeye kalifuta yote, kaeka la baba yetu tu. Aiye ikubariki. Waandishi, naomba muende mkawaambie watu kwa nia nzuri tu. Tukianza kusema tunaenda TRA, tunataka fidia kwa hela alizopata kupitia jina la baba yetu, kwa sababu kaanza kutumia mwaka 30. Nyingi sana. Tukisema kila mwezi tunataka 100,000, ana uwezo wa kutoa? Hawezi. Sisi wenyewe tunategemea makumbusho, watu waje waenzi pale ndio tupate kitu kidogo dogo. Si ndio? Ndio. Waandishi, mimi nadhani hapo inatosha. Kilichobaki sasa mkamoji mama, na sijui kama mtaingia mle ulinzi wake. Aya, mmeona alichokatazwa. Alikatazwa asifanye nini na asifanye nini, na wamempa uhuru. Inatakiwa achague yeye, si ndio? Hebu angalia, una majina yako, una baba yako, umezaliwa na ukoo wako. Kwa nini unang'ang'ania majina ya wengine? Hapa kuna maslahi. Halafu inasemekana yule mama aliyebaki anahisi labda huyu ni mtoto kweli. Kwa sababu kwa nini amang'ang'ania majina zaidi ya miaka 20? Kafuta majina yake. Wewe unaitwa Mengele. Ili Nyerere linatoka wapi? Halafu nalipatia ugali, ulipi kodi TRA. Na mimi sasa nataka niwaambie, kuna familia nyingine isije akasema tena tuache kutumia majina ya marehemu. Kuna mtu namkumbuka hapa. Watanzo, ndevu zetu. Mbona tumbo kama baba? Unacheka kama mmemzuia huyu, msije huku. Yule sio yeye, yule ni mimi. Mbona anaemea juu? Pressure inapanda. Pressure inashuka.